Sisi tulikutana kwenye WhatsApp group. Kwa hiyo baada ya kuanza kwenye WhatsApp group, baadaye group tuliokuwepo nalo mara ya kwanza lilikuwa ni la kuchati tu pasipokuwa na faida ya aina yoyote. Kwa hiyo baadhi ya watu tukajiengua, tukaanzisha umoja mwingine ambao nao hiyo ilikuwa ni group, lakini tulikuwa tunajiita Tanga Combine. Kwa hiyo tukaanzisha pale, lakini tukaona tusiishie tu kuchati, lazima tuwe na kundi la maendeleo. Kwa hiyo kutoka mwaka 2023 rasmi tukaanza kutengeneza umoja ambao umoja ni wa kimaendeleo. Kwa hiyo 2023, 2024 mwezi wa 4 rasmi, mwezi wa 8 rasmi tukaanza tukasajili, tukawa kirasmi tuko kiserikali, kwa sababu mara kwanza hatukuwa kiserikali, yani hatukuwa na usajili. Lakini 2024 mwezi wa 8 tukawa tumekamilisha usajili. Kwa hiyo tukawa chama chetu kimekaa kwenye misingi ya kisheria zaidi. Makao yetu makuu ni Mbezi Luis, mtaa wa Msigani. Changamoto hazikosi kwa sababu mnajua mnapokutana watu 100 lazima kuwe na changamoto. Changamoto kubwa mara nyingi mwingine kutomridhisha na ambacho yeye anataka. Sababu mwingine anaweza kuna kitu anakitaka, anataka ukifanya kwa wakati huo. Na kuna mwingine unaweza ukawa labda hakupendi, labda hasapoti kile ambacho unachokielewa. Kwa hiyo sio wote ambao wanaokuelewa, kila mmoja ana. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kutoelewana baadhi ya watu. Mategemeo yangu mimi ni kuona tunaifikia jamii kwa wakati sahihi, hasa kwa watoto ambao wanaishi katika mazingira makubwa. Na pia mategemeo yangu pia ni kumfanya mwanachama wangu mimi anufaike na hiki chama. Nikuwa na miradi ambayo hiyo miradi itamfanya apate hata gawio la kila mwezi, ambayo hilo gawio inawezekana kumuendesha maisha yake. Kwa hiyo malengo yangu makubwa sana ni kumuinua mwanachama wangu awe na faida kuu katika chama chake. Yaani chama chake kimsaidie, kisimdidimize, ila kimsaidie. Atoke kama alikuwa uchumi wa chini, basi apande kuwa uchumi wa juu, na kama alikuwa uchumi wa juu basi azidi kuwa katika uchumi wa juu zaidi. Sijui nielezeje furaha yangu ambayo ninayoisikia katika hiki chama. Najisikia furaha kubwa na najisikia vizuri. Yaani najiona na ndugu ambao hawaishi thamani, kila siku wana thamani kwangu. Kwa sababu napoumwa anytime mtu anaweza akaniuliza, vipi, nini, umeenda hospitalini? Nitakapopatwa na shida ya aina yoyote, yani yupo tayari kuniuliza, yupo tayari kunifuata. Kwa hiyo inawezekana hata ndugu zangu wasiniulize nini ninachojisikia, lakini haraka wanachama wangu lazima waniulize. Na haipiti siku moja bila mwanachama wangu mimi kunipigia simu kunijulia hali, mwenyekiti unaendeleaje. Ndani ya TCD kila siku nawaambia upendo ndio misingi ya kila kitu. Tutakapokuwa na upendo sisi ndio tunaweza tukafanya mambo makubwa sana. Leo mfano mzuri ni leo tumekuja kwa watoto yatima, tumetoa vitu vingi sana ambavyo havielezeki. Na laiti kama tumekuwa hatuna upendo basi hili leo tusingelifanya. Lakini jinsi tunavyozidi kuwa na upendo, tunazidi kufanya mambo makubwa zaidi ambayo yanahitajika, na mambo hayawezi yakaja bila kuwa na upendo. Kama hamna upendo, hamna chochote ambacho mnaweza mkakifanya. Kwa hiyo kwanza ni upendo. La pili, nawaambia wenyewe pia wawe ni wenye kujitoa. Wao wenye kujitoa, kwa sababu ili mpate mafanikio lazima kila mmoja ajitoe katika nafasi yake. Kiongozi ajitoe katika uongozi wake, na mwanachama naye ajitoe katika wanachama wake. Yaani asiangalie kwamba mtu fulani atafanya. Yaani kila mmoja aseme hili natakiwa mimi nifanye. Lakini sio kwamba hadi kiongozi yupo basi atafanya, hapana. Kila mmoja afanye kwa wakati wake. Na kwa watu wengine ambao wapo, nawaambia, nawashauri sana wasiwe na magrupu ya kuchati. Yaani wasitumie mitandao kwa ajili ya kuchati.